My name is Apostle John Kimani William. Ninaitwa Mtume John Kimani William. And I think it's very good, important for me now to say I come from Olkarau. Na ni vizuri pia niseme nyumbani ni Olkarau, huko ndiko nilikotoka. Yeah, you know, previously, unajua kule nyuma, I've even built a factory there in the village. Hata nimejenga factoria pale katika kijiji. And when we tell people our factory is in Olkarau, na wakati tunawaambia watu ya kwamba factory yetu iko Olkarau, they were asking where is Olkarau. Wakauliza Olkarau ni wapi? Now you know. Sasa unajua, sio? Naam. And you even know what type of people come from Olkarau. Na nyinyi basi sasa mnaelewa ni watu aina gani walizaliwa Olkarau. I know we are very political, but politics aside. Najua kwamba sisi ni watu wa siasa, lakini siasa kando. Because the last time I was here, kwa sababu wakati uliopita nilikuwa hapa, as Bishop Kefa has said, and we celebrate you. Baba Askofu Kefa amesema na pia we were launching the Kenya National Prayer tulikuwa tunavumbua and Transformation Movement. Ile shirika la kubadilisha Kenya. And we say that this time we are not only going to pray. Na tukasema hatutaomba tu. We want to transform the mindset of our people. Tukabadilisha pia na akili za watu wetu. We want to bring on board civic education. Tunataka tulete mafunzo how to elect value-based leadership. Vile ambavyo tutapata wale ambao wamedhaminika tena wana so that money does not become a force to determine an election. Ili ya kwamba pesa isiwe ndio mzingatio wa kuleta uchaguzi. And we have to, the church, we have to get out of those petty politics of 1 term or 2 term. Kanisa tutoke katika hiyo mambo siasa za pesa 8 1 term. If our father Bishop Tumising has been preaching for over 62 years before I was born. Baba yetu Tumsin amehubiri miaka 62 kabla nizaliwe. He preached from the government of Mzee Jomo Kenyatta. Akahubiri katika serikali ya Mzee Jomo Kenyatta. During Moi's government. Akahubiri wakati wa Kibaki's government. Na pia Kibaki. Uhuru's government. Na pia ya Uhuru. He is still preaching. Na bado anahubiri. And you continue to preach. Na ataendelea kuhubiri. So for us, we are nowhere in one term or 2 term. Kwa hivyo kwetu sisi 1 term na 2 term sio hapo. We have a permanent office. Sisi tuna ofisi ya kihalisi. Praise the name of the living God. Bwana tukuzwe. And so for me, I'm looking forward when this nation will elect a president who is not a billionaire. Kwa hivyo sisi tunatazama wakati ambao tutaleta rais ambao sio mbilionea. Just because of their value leadership. Ati kwa sababu ya ule maadili yao iliyo sawa. They can be given an opportunity. Wanaweza wakapewa nafasi. You know, sometimes, and it's, you know, sometimes we don't speak what is in our heart, but you know, I look like people who are very sincere, like our former Chief Justice, Saa zingine hatuongei David Maraga. Roho zetu, lakini tukimtazama yule ambaye alikuwa former Chief Justice. Can this man really get this position? Na tukasema jamaa kama akapata nafasi kama ile uongozi. Because some things are very hard in this nation to happen. Kwa sababu mambo mengine ni ngumu sana katika taifa kutendeka. If you don't have money. Kama hauna pesa. But tell your neighbor things are changing. Lakini ambia jirani yako mambo inabadilika. Tell your neighbor you can become anything. Ambia jirani yako unaweza kawa chochote in this nation. Katika taifa hii. And we are not celebrating the winners or whoever lost, but we are thanking God that there is a transformation that is going on. Atuwadhihaki wale waliopoteza ama wameshinda. For me, that is a space I am observing. Kuna mageuzi na hapo ndipo ambapo tunaona. Which is very important. Ambao kwangu ni muhimu sana. For the church and for the nation. Kwa sababu ya kanisa na taifa. So that God helping us. Ili kwamba Mungu akutusaidia. That in the coming election. Ya kwamba katika uchaguzi ujao. God can help any young man. Mungu anaweza kusaidia kijana yoyote. Or whatever age. Wa umri wowote. To rise up in the place of leadership. Kuinuka katika uongozi. If they have what it takes. Kama basi wanaweza wakaongoza. To lead in any position. Kuongoza katika sehemu yoyote. I want to bring the word of God. Napenda nilete neno